Naam, habari za wakati huu wewe ambaye unapenda kujifunza, unapenda kuongeza maarifa mapya. Karibu sana, ni siku nyingine na haya ni mafunzo kuhusiana na Adobe Photoshop. Kwa siku ya leo mtazamaji, na tamani tujifunze jinsi ya kutengeneza posta ya namna hii. Jinsi ya kutengeneza posta ya kanisani ya namna hii. Mara nyingi wewe unaweza ukawa upo hapo umeshajifunza mambo kadha wa kadha, lakini sasa unatamani kufanya kazi bora kama hii. Basi karibu sana, kwa sababu siku ya leo utapaswa kupata kitu ambacho nimekuandalia kwa kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na posta hii unaweza ukawa unaiona kwamba unaweza ukaitengeneza wewe labda huna uwezo wa kuitengeneza, lakini faida utakaposikiliza kuanzia mwanzo mpaka mwisho ni kwamba utaweza kuingiza vitu vipya ambavyo labda ulikuwa hauvijui, lakini huenda wewe ni mara yako ya kwanza kushika Adobe Photoshop labda na kuanza kudesign, ndio mara ya kwanza umegusa. Sasa kama hujatazama video zilizopita nimefundisha kuhusiana na matumizi ya tools na nimefundisha kwa kina sehemu ya kwanza na sehemu ya pili. Basi hakikisha unatazama video hizo na itaweza kukupa access sasa kuweza kujifunza jinsi ya kutengeneza posta ya namna hii. Basi tuanze. Naam, karibu sana. Sasa kwa kuanza ni kwamba tufungue project mpya au tuseme sehemu ya kufanyia kazi, sehemu mpya ambapo naingia file au unabonyeza control N. Naweza nikabonyeza control N kwenye laptop yangu au nikabonyeza hiyo new, alafu then nikaja katika eneo hili hapa, nitaandika labda kazi, nitaipa jina la kazi, alafu eneo hili naingia vipimo. Sasa hapa width nitaweka 1080, alafu height nitaweka 1350, lakini hakikisha iwe pixel, usije kama umeweka centimeter au millimeter, hakikisha unaweka pixel. Ni pixel, alafu 1080 ambayo ipo hapa 1080, kwa hiyo sina haja hata ya kurudia, alafu hapa ni 1350 na naona tayari ishaandikwa tayari. Alafu resolution hapa ubora wangu wa kazi, basi resolution iwe 300. Baada ya hapo color itakuwa white. Baada ya hapo naenda create. Okay, nimeshapata sehemu ya kufanyia kazi, na ukitaka kugundua kwamba vipimo vyako ulivyoviweka unakuwa unaviangalia hapa chini katika eneo hili hapa 1080 kwa 1350 pixel. Ikitokea labda umefanya kazi yako lakini sasa hujajua hivi vipimo ulivyoweka ndio hivyo au labda umesahau, basi unakuwa unaviona hapa chini. Na basi hatua ya kwanza sisi tutaenda kutengeneza hiyo posta. Kwa utaratibu wangu ni kwamba mimi huwa naanza na kutengeneza background katika kutengeneza posta. Hivyo nakushauri pia na wewe ukiamua kutumia njia hiyo unaweza pia ukaitumia. Natengeneza background kwanza, alafu then naenda sehemu nyingine. Sasa kwa nafasi yetu tuangalie posta yetu ina background ya red, ambayo pia background hii kuna namna imechanganywa. Sasa naenda kuonesha jinsi ya kutengeneza background ambayo imetumika hapa. Okay. Hatua ya kwanza sasa nitatafuta background ambayo mimi nilidownload. Basi nitaingia kwenye file hapa, nilikuwa nishaandaa kwamba niliingia Google nikatafuta abstract red background. Ukiandika abstract red background unaweza kupata background kama hizi. Unaweza kaingia Freepik, ukaingia Google, ukaingia pinterest.com. Hizo ni sehemu ambapo unaweza kupata background za namna hii. Basi mimi nitatafuta background yangu, nitaiweka hapa kwenye Adobe Photoshop au tunasema workspace ambao mimi naenda kufanyia kazi, alafu hapo ina process. Baada ya muda mfupi inakuwa imeingia vizuri. Baada ya kufanya hivyo nitairotate background yangu ilikuwa imekuja ikiwa imelala. Tunaweza kurotate, nitachukua baada ya kufanywa process zote hizo, nitachukua selection tool, nitagusa hapa pembeni, alafu nitashikilia shift na left click, alafu then nita rotate hivi kasa yangu itakuwa imeniruhusu niweze kurotate. Baada ya hapo nitaweka hapo. Baada ya hapo nitapiga okay. Sija rotate vizuri, narudia kurotate vizuri, tuseme yani imejikunja, lakini sasa nataka ikae vizuri hiyo background yangu ambayo nimeweza kuingiza katika eneo hilo. So na shikilia shift alafu nashikia na left click, naipanga vizuri. Naipanga vizuri.
tuseme namna hii hapa. Okay. Bado haijawa vizuri lakini naipanga vizuri na inaonekana vizuri kusudi isije kanisumbua wakati naenda kutumia kwenye kazi yangu ambayo naenda kuifanya. Kumbuka kazi ambayo ambayo tunatengeneza poster ya namna hii hapa. Yaani tukimaliza kazi yetu na mwisho wa tutorial hii kisha poster hii unajua kuitengeneza. Basi mimi nitakachokifanya basi na rotate kidogo hapa. Baada ya hapo basi nakuja ku expand hii background yangu, nakuja kuifanya ikue vizuri, yani ipanuke. Nitashikilia shift alafu nitashikilia left click alafu nitakuza vizuri. Baada ya hapo nitaingiza katikati vizuri hapo. Yes. Okay, baada ya hapo nitapiga okay au kumaanisha kwamba tayari unavyotaka imekuwa hivyo. Itaprocess muda mfupi alafu then utaona inakuwa sawa. Baadaye na expand kabisa, inajaa kwenye uwanja wangu. Ta expand vizuri. Yes, mpaka hapa. Yeah. Yes. Nita expand mpaka itajaa. Yes. Nitaisubiria kwa muda mfupi. Okay, baada ya hapo basi naweza nikawa nimejaza hivi. Sasa kwenye background za kudownload hakikisha uziache hivi unapotaka kutengeneza poster yako, au unapotaka kutengeneza poster usiziache hivi. Kitu cha kwanza sasa naenda kuchanganya na background nyingine ambayo pia background hiyo nimeiandaa, ndio hii hapa. Naleta hapa hivi naichanganya na hii. Okay, hatua ya kwanza nitairotate ikae vizuri. Alafu hatua nyingine nitakuja kuikuza ikae vizuri. Basi ikae vizuri. Hizi ni background mbili Na ukitaka kuchanganya background kusudi ziweze kuingiliana vizuri, hakikisha unatafuta kama ni red basi tafuta red pia background. Ziwe zote ni red. Okay. Baada ya hapo mimi naingia upande huu hapa. Alafu na click hapa, naanza kuchagua hizi option mpaka nitakapopata option ambayo nimeipenda au ambayo inaweza labda tuchukulie labda nikiweka yes soft right kaweka hapo. Kuna background ya kwanza imechanganyikana na ya pili, na wewe pia unaweza kufanya hivyo. Baada ya hapo mimi nitachukua hizi background zangu nitaziconvert to smart object. Tunapo convert to smart object basi tunafanya kitu kiwe kimoja kama ni vitu zaidi ya kimoja. Hapo nitashikilia shift alafu nitashikilia shift alafu nitashikilia na background ya pili, basi nitaconvert to smart object iwe background moja. Baada ya kufanya hivyo, bado hapo natengeneza background, na background ambayo nataka kuitengeneza iwe inafanana hivi hapa. Mimi natumia njia hizi hapa. Baada ya hapo naingia filter, naingia blur, naingia Gaussian blur. Basi naweza nikaongeza blur kidogo. Ninapoongeza blur kidogo hapa inasaidia ili kusudi iweze kwenda vizuri. Unaona kuna namna kuna kitu kinafifia, so ni muhimu sana kuzingatia. Kuna namna hapa kitu kina blur fulani hapa inapigwa hapa, so inabidi uangalie. Ninaposogeza huku na blur inayoongezeka tuseme kama namna hii hapa. Okay? Kumbuka nimekuambia tunatengeneza background inayofanana hivi hapa. Inayofanana hivi ya red. So nitaanza hivyo, labda background yangu iko hivi. Nikiona bado haijakaa vizuri basi naweza nikaongeza kidogo na baadhi ya add layer mask. Nimeadd layer mask hapa maeneo haya. Nimeadd layer mask. Sio add layer mask, create new layer. Sio nimeadd layer mask, create new layer. Tafadhali hakikisha unaelewa hapo. Ninapo create new layer, na layer ambayo haina kitu chochote, ambayo sasa nataka kutengeneza background kama hii iwe vizuri, basi naweza nikachukua hapa nikaweka hapo labda yes at least hapa. Alafu sasa natafuta blush, nataka kuja kuweka blush kadhaa hivi ambazo yes nimekuja kuangalia hapa blush yangu ni ndogo, basi nitakuja kuikuza hapa. Kuza brush yangu at least hapa. Yes, at least hapa. Hapa kwenye brush ni kwamba size ya brush inakuwa hivi, hardness hivi yote nimeeleza
katika matumizi ya tools kwenye video zilizopita. Tafadhali unaweza kuzitazama hizo video, unaweza kaelewa kwa undani. Okay? Baada ya hapo naanza kuadd ni ile ambayo nimeadd, naanza kuweka rangi, yani kupaka rangi ambayo ipo hapa. Sijui kama unaona kuna rangi inaingia, lakini sasa haingii moja kwa moja, na bila shaka unaona kwenye layer yangu hapa hivi. Basi na add layer mask tena tena add layer mask naweka rangi nyingine hapa, alafu then na add tu hapa. Unaona kitu ambacho kinatokea Basi naweza nika add layer tena nikatengeneza nikaja hapa labda nikatengeneza nikatafuta hii rangi, alafu nikaenda na add hapo hivi. Yes, baada ya hapo naweza nikachukua hii layer hii na hii ninaziconvert to smart object na kwa kitu hiki kimoja, convert to smart object. Baada ya convert to smart object, basi naingia hapa filter na zipa blur. Usizibakize hivi. Naingia filter, blur. Blur pale kuna option mbili ambazo utakuja kuzichukua, kuna Gaussian blur and motion blur. Basi kwenye Gaussian blur mimi nitabonyeza hapa Gaussian blur. Eneo hili hapa. Kumbuka ni filter, blur, Gaussian blur. Okay? Baada ya hapo basi naweza nimefanya hivi. Nataka background yangu iwe hivi. Okay, baadaye naweza nikaingia na filter, blur, motion blur. Ndio hivyo. Yes. Naongeza blur hivi, napunguza hivi. Baadaye sasa background yangu nilitengeneza ndio hii hapa. Ndio kama hii hapa. Okay, baada ya hapo nimeenda kutengeneza kitu kingine ambacho naona kinafuatia, ambacho pia nitatengeneza hili shape hii shape hii hapa. Basi mimi nitaingia hapa, nitakuja kutengeneza shape na right click hapa. Kumbuka hii ni rectangle, rounded rectangle. Nimeeleza sana kwenye matumizi ya tools. Kama hujaelewa eneo hilo, basi unaweza kufuata ukatazama zaidi. Nimefundisha kuhusiana na hiyo aina za rectangle na rectangle jinsi unavyoweza kuitumia. Basi ni rounded rectangle, nabonyeza rounded rectangle, alafu then nakuja hapa nashikilia shift alafu na left click, alafu kwa PC yangu au kwa kompyuta yangu nayoitumia itabidi nishikilie shift tu. Kwa hiyo hii nazima, alafu naweka upya, tuseme nafuta hii hapa. Kwa layer yangu hii yes, nafuta. Nakuja hapa rounded rectangle, nakuja kuchora rounded rectangle, labda tuseme hii hapa. Yes. Kumbuka rangi tunayoipata ni hii hapa. Nakuja hapa nabadilisha rangi, naweka hii rangi kama kawaida. Rounded rectangle, lakini bado ukija kuangalia hizi kona bado zipo hazijawa vizuri ukilinganisha na kona hizi ambazo zipo hapa. Yaani kuna mkunjo fulani hapa kwenye kona, kuna mkunjo fulani hapa. Sasa na hapa ndo naenda kuitengeneza ambayo ni namna hii na kunja hivi. Hili eneo la properties linajitokeza tu mara baada ya kuchora rectangle. Kwa hiyo nakuja hapa nashikilia tu na kunja hivi. Inajikunja hivi. Kuja tu pande moja. Kama zijikunji za kwako basi hakikisha unabonyeza hapa, maana hapa ukibonyeza tu hapa unaweza kukuta unakunja upande mmoja. So unaona nilivyokunja hapa inakunja upande mmoja. So na control Z kusudi kazi yangu iwe vizuri. Basi nitasogeza hapa chini. Hakikisha kazi yako unayoifanya kwenye graphic design inafuata misingi na taratibu na kanuni. Moja ya kanuni pia ni alignment, ambayo alignment kwenye kazi zetu za graphic ni muhimu sana kupangilia kazi zako. So na hapa ninapangilia, kwa hiyo hakikisha upande huu na upande huu basi kuna ulinganifu fulani hivi. So baada ya hapo ninakuja ninaingia upande huu kuangalia je, kitu gani ambacho kinakosekana hapa kwenye poster yangu ambayo tunaitengeneza. Tuseme labda rectangle ambayo nimeitengeneza ni fupi, naongeza kidogo chini. Naongeza chini kidogo. Okay. Baada ya hapo rectangle yangu ndio hii hapa ambayo pia mimi napaswa kuitengenezea.
Ukija kuangalia kwa umakini hii rectangle yangu hii kwenye poster yangu hii hapa kuna ubraka fulani hivi unauona. So katika eneo hilo kuna kitu ambacho ni background, na watafuta white background ambayo pia inaelekeana na hapo. Hivyo church unaweza kutafuta church white church background ukazipata, nikatafuta hii background hivi nikaiweka kwenye rectangle yangu hivi hapa. Okay. Baada ya hapo naikuza. Unaweza ukaitafuta Pinterest, unaweza ukaipata Google, unaweza ukaipata Freepik. Baada ya hapo nachukua hii naipa filter, naipa blur. So naipa blur hii hapa. Kwa hiyo naipa blur, naingia filter, blur, Gaussian blur. Okay? Unaona hapo? Basi naipa, nasema hata ikiachia hapa hivi. Yes, ikusudi isionekane uhalisia wake. Baada ya hapo na right click. Baada ya right click na kuja create clipping mask. Ninapofanya hivi create clipping mask, ninataka hii background yangu hii hapa ambayo nimeiwasha hii hapa iingie kwenye duara hili hapa. Hili hapa la chini hapa. Sio duara, tuseme rectangle ya hapa hii hapa. So nitakapobonyeza hii create clipping mask, basi itaweza kuingia humo kwenye, unaona ilivyoingia. So nikiingia naona kabisa bado inaonekana, na mimi sitaki ionekane, but nataka ionekane kwa mbali. So naweza nikapunguza opacity ambapo ambapo opacity unapunguzia hapa. Tuseme muonekano unapunguzia hapo vizuri. Ukabonyeza hapa alafu then unapunguza kidogo. Tuchukulie hapa hivi. Au labda tupunguze tena opacity. Tuseme ni muonekano. Okay. Inakuwa hivyo. Baada ya hapo mimi naweza convert to smart object. Kusudi ichukue hiki nikifanye kiwe kimoja na hiki, lakini kama unaona sio vizuri convert to smart object, na hiyo sio mbaya, but unaweza ukajiuliza, je, hivi inasogezwa vizuri, hii imekaa katikati au la? Naweza labda sometimes ukatafuta rula ukaweka hivi. Ukatafuta rula. Kama uzioni hizi rula utaingia kwa mfano nilipoweka rula ninakuja kugundua kwamba huku kuna nafasi ndogo alafu kuna nafasi kubwa kidogo. So na kisha naweka inalingana. Ambapo nashikilia hii inashikilia around the rectangle alafu na hiyo basi nakuja kufanya hivi. Okay, baada ya hapo mimi naona kwamba hapo itakuwa imeingia katikati. Safi. Baada ya hapo tunakuja kuangalia kwenye poster hii ambayo tunaitengeneza. Basi mimi hatua inayofuata huwa naingia kwenye mindboard. Tunaposema mindboard, kitu gani kimenifanya nitengeneze hii poster? Ni kwamba kesho nifanya ni kuwatangazia watu kwamba kesho tutakuwa na ibada. So najiuliza kwenye ibada, moja ya taratibu za matumizi ya font ni neno gani ambalo litakuwa na take attention, ambalo mtu akilitazama basi naweza nikamsaidia kujua moja kwa moja kwamba ni tukio gani litakuwepo. Basi mimi nitakuja hapa ninaandike neno ibada. Ibada. Baada ya hapo nitakuja kujiuliza ni mwandiko gani ambao umetumika huku. Kwa upande wako unaweza ukawa hauna mwandiko huu kwenye kompyuta yako, lakini mwandiko uliotumika hapa ni kwamba unaweza ukawa ni tofauti kidogo na kwenye kompyuta yako, ambapo na mwandiko wenyewe upo converted to smart object. Basi naweza nikatafuta kwenye kompyuta yangu niwe nao huo mwandiko ni utafute. Okay, mwandiko wenyewe unaitwa hapo, unatafuta mwandiko ambao ulitumika kwenye poster hiyo, ambapo na leo utakuwa ni mwandiko huu hapa, ambapo hapa usio mwandiko wenyewe ambao umetumika kwenye poster hii hapa.
Yes. Tuchukulie huu hapa mwandiko ambao umetumika Babas New, tuseme hii sijui inasomeka vipi, lakini mwandiko una jina la Babas New E au tuseme New E. So okay, baada ya hapo mimi nakuza neno langu na yasema ni neno labda linaitwa ibada, ndio kitu ambacho kinaenda kuonekana. Baada ya hapo neno langu la ibada au tuseme posta yangu inahusu ibada, nitakuza vizuri, vizuri. Baada ya kukuza vizuri, okay. Sasa kwa font yako hii bado inaonekana, mimi naona bado haijawa nene. So naweza nikaduplicate, tunasema kuduplicate tunafanya kitu kiwe mara mbili. Hivyo unapoduplicate au unapofanya kitu kimoja kiwe mara mbili, basi unachoenda kukifanya ni kwamba una control J. Control J ukiwa umeselect vizuri kwenye layer yako, una control J, zimetoka mbili. Sasa zikishatoka mbili unachukua unasogeza moja mbele kidogo, unaweza ukaisogeza hapa. Yes, ukaisogeza. Font yako izidi kuwa nene kidogo, unaweza pia ukaona kama haitoshi, labda unaweza ka control J baadaye ukasogeza kidogo. Yes, labda sema hapa inatosha. Kama wewe control J labda haifanyi kazi kwenye kompyuta yako, unaweza uka right click hapa, alafu unaingia blending option. No, unapotaka ku convert smart object kuduplicate, basi unabonyeza neno duplicate layer. Duplicate layer utakuwa umefanya layer ziwe mara mbili. Baada ya hapo ili neno langu mimi na convert smart object. Kumbuka unapo convert smart object kazi yake ni kwamba unafanya vitu vilivyokuwa vingi au layer zilizokuwa nyingi unazifanya ziwe kitu hiki kimoja. Basi nita convert smart object neno ibada litakuwa hivi na litakuwa haliwezi kueditiwa. So baada ya hapo naandika ibada Jumapili. Kumbuka posta yetu tunaitengeneza ndio hii hapa, naingia ibada, basi natafuta naandika neno Jumapili. Baada ya hapo natafuta neno Jumapili. Okay, sasa huu mwandiko sio mwandiko wenyewe ambapo naenda kubaini kwamba nilitumia mwandiko gani kwenye posta hii. Ni kwamba mwandiko unaitwa Reg Italic. Basi naingia kwenye eneo langu hapo. Unaweza ukawa hauna mwandiko huu kwenye laptop yako, lakini huu mwandiko unaitwa Reg. Utauona hapo, utaweza kudownload kama hujawa vizuri kwenye kudownload font. Basi yes, unaona font yangu ishakuwa vizuri kama ilivyokuwa. Napunguza font size hapa, naweka at least 20, 24, unaweza nikaongeza mpaka labda 36. Baada ya hapo, ili kusudi posta yangu iweze kupendeza, kwa sababu nimeshaweka rangi ya white, basi hapa nikitumia rangi ya red itaweza kuwa vizuri. Nikitumia red itaweza kuwa vizuri. Okay, basi hapa font yangu hii hapa, au tuseme posta yangu yes, nitaenda kutengeneza ndo hiki hapa. Yes, kumbuka huku kuna nafasi zinaachiwa hapa, so na wewe ukiwa unatengeneza posta yako utakuwa unaacha kidogo. Yes, nakuza namna hiyo. Alafu sasa na wewe unaweza kaikuza hii ibada, neno ibada. Yes, baada ya hapo hii nitasogeza nyuma kidogo. Baada ya kusogeza hivyo, kumbuka mimi title yangu ndio kitu ambacho kinanifanya nitengeneze posta. So baada ya hapo nasogeza chini hapa kidogo tu. Baada ya kufanya hivyo, mimi naenda kuangalia kitu gani ambacho pia kipo hapa. Yes, baada ya hapa nakuja neno ujumbe. Kwenye posta yetu kuna neno ujumbe hapa lipo, ambapo kitu ya kwanza ninaona posta yetu ina neno ujumbe, nimeanza na hizi nukta, imeandikwa ujumbe. Utaandika hapo ujumbe. Sasa font ambayo nimeitumia hapa ni Montserrat font. Yes, Montserrat font unaiona hapo. Ukitaka kujua ni font gani unaangalia upande huu hapa.
unaangalia upande huu hapo. Lakini kumbuka kwenye taratibu za kuandika, basi ujumbe lazima iwe ndogo kabisa, iwe ndogo. Yes, hizo ni nukta tu naziweka. Yes. Ujumbe. Kumbuka kwenye posta yetu hapa tunayotengeneza ndio hii hapa. Ujumbe hii iwe white, iwe black. Basi nitabonyeza hapa kwenye black, nitabonyeza hapa kupata rangi, alafu itakuwa black. So black ikiwa hivi, posta yangu ikiwa hivi hapa, naenda ujumbe ninachoenda kufanya naingia hapa rectangle 2, alafu then natafuta rounded rectangle 2, alafu then nachora rounded rectangle 2, nasema hata hapa inatosha. Baada ya hapo naingia hapa naiweka hapa rectangle. Kumbuka kwenye kazi zetu za design nimekuambia kwamba lazima kazi zetu ziwe na mpangilio. So ni muhimu pia kupangilia. Unaweza ukatafuta rula ukaweka hapa. Kama kazi yako haijapangwa kwenye design, basi kazi yako ambayo unaifanya bado haijawa vizuri, haijawa standard. So hakikisha inakuwa na mpangilio. So na rectangle yangu hii hapa itaanzia kwenye rula hii hapa. Alafu neno ujumbe pia hili liwe na nukta inayoanzia hapo. No, inafuta. Yes. Naongeza nukta mbele na nyuma, ziwe zinalingana. Baada ya hapo basi mimi ambacho naenda kukifanya, naenda kwenye rectangle yangu ambayo nimeichora hii tayari, ambayo ni round rectangle. Mimi naenda kuipa gradient. So gradient na right click hapa. Gradient tuseme ni rangi mbili, yani naenda kuifanya liwe namna hivi hapa. Hili hapa kuna rangi fulani zipo hapa. Maana ameniambia huyu mchungaji, ananiambia kwamba somo litakuwa ni utajiri katika Mungu katika ibada hii ya Jumapili. So nakuja hapa kwenye rectangle hii hapa, ni kwamba utaangalia sasa kwamba gradient hapa, nitakuja hapa nabonyeza, alafu then nitakuja kuchagua red rangi ya nyekundu hapa. Baada ya hapo nitapiga okay. Basi nitaweza kuwa nimetengeneza rectangle yangu hapa chini. Au naweza nikaona kama rangi bado haijaendana vizuri, naweza nika right click hapa. Yes. Naweza nika right click hapa, nikatafuta gradient hapa, rangi nikaja nikabonyeza hapa, alafu then naweza kuweka naweza kuweka rangi hapa. So baada ya hapo naweka okay. Yes, safi. Baada ya hapo kumbuka kwamba rectangle yangu posta yangu ambayo inakuja, naanza kuandika wao watakaohudhuria watakao host ni wakina nani, Pastor Catherine and Alois Mbugi. Yes, baada ya hapo nakuja kuandika hapa Pastor Catherine and Alois Mbugi. Nitatumia hii Alois Mbugi. Baada ya hapo mwandiko wangu kwanza itakuwa black moja, rangi ambayo itakuja kutumika hapa. Baada ya hapo nitakuja kwenda kwenye aina ya font. Nitasema ni font gani? Montserrat font ndio hiyo font ambayo nilitumia. Baada ya hapo nitapunguza font yangu iwe size hizi. Okay, yaweze kusudi kuweze kufiti. Nitapunguza pia, nitaweka hapa iwe nene kidogo. Yes, nitapunguza hapo mpaka hapo. Naweza kuweka hata mpaka 7. Yes, Montserrat font ndo font ambayo nimeitumia. Baada ya hapo ni kwamba nitakuja, kuna kitu kingine ambacho pia kimeandikwa hapa. Nitakuja kuandika muda, naandika kabisa kwa Kiswahili muda, kwa sababu pia ambao nawahudumia pia hawa ni Waswahili. Muda ni saa 1 kamili
hadi saa 4 na hadi saa 1 kamili hadi saa 4 na hadi saa 4 kamili. So saa 4 kamili asubuhi, baada itakuwa ni asubuhi. Okay, baada ya hapo yes, asubuhi. Niongeze font kidogo. Kazi yangu unaona jinsi ambavyo inapangiliwa kwa hiyo hakikisha pia na wewe unaweka katika mpangilio fulani ambao utaweza kupendeza. Asubuhi, na nimekoleza hapa. Nimesema nimekoleza hapa. Sema nimekoleza, na wewe pia unaweza kukoleza kwa kutafuta maandiko uliokolezwa. Yes, saa 4 mpaka saa ngapi? Asubuhi. Baada ya hapo nitakuja kumwambia location. Sasa hapa sitatumia location icon, basi nitamwambia kwamba tupo Arusha Morombo stand, nyuma ya bank ya Posta. Yes. Hapo hivi. Baada ya hapo nitakuja kupunguza font yangu iwe ndogo tu ya kawaida. Alafu then nitakuja kuweka chini hapa. Yes, baada ya hapo naona rectangle yangu bado haijakaa vizuri, kwa hiyo naweza nikasogeza hii neno ibada Jumapili, na nikaisogeza juu ikapanda kidogo. Baada ya Jumapili kupanda kidogo, basi nakuja kwenye ujumbe nasogeza hapo. Baada ya hapo sasa nakuja kwenye rectangle pia nasogeza inapanda. Baada ya kupandisha basi naingia kwenye haya majina, na yenyewe haya majina na ngoja na zoom kidogo kusudi nione vizuri. Okay. Baada ya hapo nasogeza. Yes. Nasogeza kidogo. Kumbuka nafasi ziwe zinaweza kulingana, usisogeze sana kubana. Usogeze sana tuseme hata hapo. Kiona tu labda nimetaka kubana, naweza nikaongeza hii rectangle, round rectangle nikaiongeza chini kidogo. Yes, hapo hivi. Yes. Baada ya hapo nisema tupo Arusha Morombo. Yes. Baada ya kupanga hivyo basi naomba ni unzoom. Baada ya hapo sasa nakuja kutafuta picha zangu naziweka hapo. Naweka picha zangu hizi hapa. Hatua ya kwanza namtafuta huyu mchungaji. Naweka. Baada ya hapo naingia select subject. Baada ya select subject naenda kuvua background. Naenda hapo select subject kama kawaida, na hisi utakuwa unajua kuvua background. Kama hujajua unakuwa unamvua huyo subject wangu ambaye ndio huyo mchungaji. Basi nitakuja kumweka eneo hili na nitamkuza kidogo. Basi kwa sababu wao watakuwepo wote wawili na wameniambia tuweke picha zetu hizi hapa, tayari washanipatia pia hivyo. Baada ya hapo basi nitamweka hapa. Baada ya hapo nitamtafuta huyu mke wake ambaye tunasema ni mama mchungaji wa tukio hilo. Katika ibada hiyo watakuwepo hao. Yes. Namtafuta huku hapa, namweka. Baada ya hapo ameshaingia huyo. Baada ya hapo naingia select subject. Basi nikiwa nataka kuselect huyo mwanamke ili nimweke mbele ya huyo pastor kama ambavyo tumesema tunachoenda kutengeneza. Basi naweka hapa. Basi kwa sababu naweka size inayoelekea kulingana, basi nitamuongeza ukubwa kidogo aje hapo onekane. Baada ya hapo basi huyu pastor huyu naye nampandisha hapa. Safi. Nitafanya hivi. Nasema labda nimshushe kidogo huyu pastor kusudi mpangilio wangu uwe mzuri. Baada ya hapo
Unaona posta yetu tulipofikia Basi baada ya hapa nakaribisha watu wote kwamba nyote mnakaribishwa. Naambia hapa bwana, nyote mnafanyaje? Mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa. Basi nyote mnakaribishwa. Natumia mwandiko wa Montserrat font. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa. Okay, baada ya hapo naingia natafuta mwandiko Montserrat font, alafu then tafuta black dog ambayo imenenepa kidogo. Let's say ndio hii hapa. Baada ya hapo natafuta hiyo. Okay, baada ya hapo napunguza mpaka hapa. Nyote mnakaribishwa. Nyote mnakaribishwa inaweka katikati. Kumbuka kazi yako hakikisha iwe na mpangilio. So nyote mnakaribishwa naiweka hapa. Baada ya hapo nitaona kwamba sasa huyu kuna watu watahitaji kuja kuwasiliana na huyu mchungaji. Basi nitachukua namba zake za simu hapa. Chukua namba za simu, labda tuseme naweka namba zangu hapa mimi, lakini usiweke namba zako uhakikisha unaweka namba za mchungaji au watu watakao kuwepo kwenye tukio. Bao labda unaanza na 255 kama ni Tanzania. Labda tuseme kama Tanzania, alafu 255 no. Yes, kwa Tanzania ni 255. Usije kaweka kodi za nchi nyingine. 255 760 0747 95 90 64. Yes, namba zako hakikisha unazipanga vizuri hapa zinaonekana. Yes, kingine ni kwamba nitakuja kuweka social media ambazo anazitumia huyo. Hizi namba naweza nikapunguza font yake. Sasa hii iwe chini kidogo, labda at least hapa. Baada ya hapo nakuja kwenye social media ambazo pia hao wanazitumia. Kwanza amesema yeye yupo YouTube, Facebook, Instagram na YouTube akiwa anatumia Pastor Aloys Mbugi, kwamba ukija hapo utamuona. Basi nitasogeza kwamba Pastor Aloys Mbugi. Natafuta Instagram, natafuta Facebook na yes, hapa na search icon mimi kwenye icons. Yes, hapa social. Hizi tayari nimesha download, zipo kwenye laptop yangu Kwa hiyo pia naweza ukadownload ukaweka kwenye laptop yako. Nimezitoa Google, ambayo Facebook ndio hii hapa. Hapo Facebook naweka. Baada ya hapo imekuja ikiwa kubwa. Usishangae itakuwa sawa. Basi hizo icon zangu naziweka hapo kama ambavyo unaona. Icon yangu nitapandisha hapa hivi. Nitazoom ili kusudi nione vizuri, kwa sababu icon yangu nataka iwe ndogo. So nitazoom na nitaweza kupunguza icon yangu vizuri. Nitaweza kuiresize vizuri. Baada ya hapo nitaipanga hapo, nitaleta icon nyingine, ambayo icon nyingine nitaleta Instagram. Nitaweka hapo hivi. Yes, sasa hii imezidi pia na ukubwa kwa mkubwa. Kumbuka pia nimezoom. Sasa nitapunguza. No, yes, nitapunguza. Baada ya hapo yes, nitazipanga kisha zinalingana kisha zinalingana. Design nzuri ni ile yenye mpangilio mzuri. So kisha hapa zinalingana vizuri hizo icon. Kwanza nikibonyeza hapa pembeni naona bado hazijalingana vizuri, lakini hapo zinaelekea kulingana. Hapo hivi. Baada ya hapo tutatafuta na hii YouTube icon. Nimezidownload kupitia kwenye mtandao wa kupitia nimedownload Google. Unaweza ukatafuta labda YouTube icon PNG
ukaandika YouTube icon PNG utazipata na utaweza kuzitumia. Kwa hiyo sio maajabu na sio kitu cha kushangaza. Alafu nita resize, nitahakikisha na yenyewe pia inalingana vizuri. Baada ya hapo nitaweka hapo hivi, nitaona kazi yangu inalingana. Baada ya hapo napaswa kuzibadilisha rangi kusudi ziwe na mfanano mmoja, ambapo mimi hizi icon tazibadilisha kirahisi, ambapo nita right click. Baada ya right click nitaenda blending option, basi nitaenda kuingia kwenye color overlay. Hapa nitakuwa naweka white, naona white bado ipo hapa. Kama haipo unaweza kubadilisha rangi ambayo unaitaka hapo kaingia. Nitaingia pia Instagram hii. Instagram pia na yenyewe naweka. Yes. Natafuta Instagram hii. Alafu nita right click hapa blending option. Basi baada ya hapo naingia color overlay. Baada ya color overlay basi rangi yangu itakuwa imeshaingia white ambayo pia mimi naitaka. Baada ya hapo naingia Facebook na right click, naingia blending option, naingia color overlay. Alafu kazi yangu inakuwa zimekaa sawa. Baada ya kukaa sawa basi mimi hapa nakuja kuandika kwamba huku unatupata kwa jina gani na pasta. Yes, unaweza nikaamua kwanza kwa herufi kubwa lakini japo. Okay, Pastor Aloys Mbugi, Pastor Aloys Mbugi. Pastor Aloys Mbugi na control A hapo then. Yes. Vizuri, pia napunguza iwe kidogo kwa sababu hii mtu atafuatilia, lakini ni yule ambaye ataamua kufuatilia moja kwa moja, so ngoja nipunguze hapa kidogo niweke 5 au 4. Yes, Pastor Aloys Mbugi. Alafu kama mpangilio wetu nilivyokuambia kwamba kazi zetu sio zimepangwa, basi mimi naweza nikasogeza hapa. Chukua labda namba yetu hizi hapa tukasogeza zikawa hapa. Baada ya hapo sasa hii icon ya Facebook na yenyewe nikaisogeza mwanzo kabisa. Alafu baada ya kuisogeza nitasogeza na hiyo na hii hapa Instagram. Instagram hiyo baada ya kuisogeza na yenyewe kaa hapo. Nitasogeza na YouTube yangu hii hapa. YouTube icon hii hapa nitaweza kusogeza, nitaweka hapo. Sio kwenye mstari basi nitakuja kusogeza hili jina pia. Hili jina pia naweza nikaliongezea ukubwa kwa sababu nishapata sehemu ya kuongeza. Sasa nikaongeza labda nikasema labda nitaweka 6. No, nitaweka 5. So nilikuwa nimezoom basi na zoom. Yes, no. Na zoom. Nilikuwa nimezoom basi kazi yetu hii hapa. Kumbuka kwamba hapa tunapaswa tuweke jina la ujumbe ambao ujumbe ni utajiri katika Bwana, utajiri katika Bwana. Ambapo naweka hivyo, natumia rangi ya white. Alafu kumbuka hii iwe naona sioni ninachokiandika sasa. Basi itakuwa kipo chini. Alafu na rectangle ipo juu, nafikiri hapa itaonekana. Yes, ujumbe katika Bwana, hii title yake inabidi iko kwa sababu ndio kitu ambacho waumini watakuja kukiangalia vizuri. Kwamba kesho tutakuwa na somo gani, linahusu nini? Okay, baada ya hapo nasema nitumie labda neno hili hapa kwenye mwandiko, alafu napunguza kidogo hapa. Utajiri katika, naweza nikasema sasa hii hapa naiweka hapa, alafu hii nasogeza inaingia katikati. Kumbuka kazi yako hiyo na mpangilio ili kusudi kazi yako iweze kupendeza. Basi. Okay. Window character. Alafu then naweka namba zinazolingana hapo. Utajiri katika Bwana. Baada ya hapo naweka kiangalia kitu gani kimebaki kwenye posta yangu hii hapa ambayo pia mimi nakimbiza nayo kuitengeneza. Nitaweka tarehe na lakini pia nitaweka na logo. Kazi yangu itakuwa imekamilika. Tarehe zimekuja hapa, tumeweka 15, tarehe 15. Nikaweka bold kidogo hapa. Alafu nikaongeza size kidogo at least 12.
tarehe 15, alafu nikaja June 2025. Unaona na 5 Juni 2025. Basi nilikuwa nimeweka humu ndani, so kwa posta yetu hizi zipo ndani, kwa hiyo nitaweka red, nitaweka red hapa. Yes, Juni 2025, kumaanisha kwamba sasa hiyo ibada itakuwa ni ya lini? 2025. Safi. Baada hapo nitaweka hapo. Ngoja kuangalia posta yetu jinsi ilivyokaa, imekaa namna hii. Kwa hizi zote hizi Juni hizi 2025 ni black. So naweka black. Hiyo tarehe 15 na pia na yenyewe naweka black. Yes, naweka black. Alafu pia naweza kuzoom kidogo. Kuona. Basi itakuwa iko hivi. Na nitataka hii Juni hii sije ikazidi 2025 ukubwa na unene, so naweza nikaipunguza kidogo tu. Baada ya hapo nafanya hivi. Yes. Okay, mpangilio wenyewe ndio huu hapa. Kilichobaki naweka logo. Kwamba hii ni kanisa gani. Basi logo nitaweka hapa. Nimeshaiandaa kwenye folder langu. Kwamba bwana sasa hawa logo ya TAG, hii logo unaweza kaingia Google ka download. Tafuta andika hivi. Labda TAG logo unaipata kwenye Google, alafu utabonyeza neno la download pale, utagandamiza vizuri. Hasa hapa natoa rectangle, natoa shape ili niweze kuweka humu logo yangu, kwa sababu logo yangu pia nilivyo download bado itakuwa na changamoto, lakini pia sio tu changamoto bali na kazi yangu natamani iwe hivyo. Alafu then logo hii napandisha juu, inakuwa imejificha hivi. Chukulia hapo hivi, nitategeshea. Yes, baada ya hapo naenda na right click alafu na create clipping mask. Basi baada ya hapo na create clipping mask. Okay. Basi nakuja yes, logo yangu ipo humo ndani. Baada ya hapo naandika jina la kanisa kwamba bwana hawa ndo watakuwa na wanawakaribisha watu kwenye ibada. Nasogeza kidogo juu. Kusije nipate sehemu kwamba bwana basi kumbuka tunachotengeneza ni hapa ni jina gani la kanisa, TAG Victory Christian Center. Basi nitakuja kuandika hapa TAG. Yes, nitatumia mwandiko wa Montserrat font. Montserrat font hapa. Okay, baada ya hapo nitaweka white hapa kwa sababu pia nitaweka black. Kwa hiyo niweke black, nitaweka white. Ndio hivyo, nitaweka white. Naona kwa kazi yangu pia ambayo nilifanya naona logo ipo ndani humu, kwa hiyo basi mimi nitachukua hii nitaiweka hapa. Alafu nitaweka black. Lakini pia nitapunguza at least mpaka hapa, alafu huku niongeze kidogo unene. TAG Victory. Unaona? Tapunguza pia kidogo hapa, naona imezidi. TAG Victory Christian Center. Baada hapo nitakuja kupunguza kidogo. Yes.
Baada ya hapo nitabonyeza hapa na kushusha logo yangu humo ndani na kuiweka hapa, na logo nitaipunguza kidogo ikae hapo. Kumbuka nimeshikia layer mbili huko, taangalia kwa umakini sana. Baada ya hapo naona neno ibada limesogelea sana, hii ndio naishusha hivi kidogo, na neno Jumapili naishusha kidogo. Safi. So mtazamaji, posta yetu ambayo tulipaswa kuitengeneza kwa siku ya leo ndo hii hapa, imeshakamilika. So natumai kwamba hata wewe unaweza ukatengeneza posta hii. Kama umepata sehemu nimekuchanganya au kuna kitu ambacho unatamani kukifahamu, basi tafadhali niandikia hapo chini kwenye comment kwamba kuna kitu ambacho unatamani nikigusia ambacho pia wewe hujafanyaje, hujakielewa. Lakini utakaporudisha nyuma tutorial kidogo kidogo utakuja kuelewa, utakuja kuwa mzuri na utakuja kutengeneza kazi nzuri. Nikushukuru sana kwa sababu wewe ni mpenda maarifa, na mimi nipo tayari kuhakikisha na kupatia yale maarifa ambayo yanastahili. Kama unaangalia video hii hujasubscribe, basi hakikisha una subscribe ili kusudi pale ambapo nitakapokuwa na upload video mpya basi itakuwa ni rahisi sana kuipata. Hii ni Mfalme Digital, mimi ni Leon Salexi. Kwa hili kwa sasa.